Lembe Lundi, Lembe Soa, Mliwalamu. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefika hiki bwana. Halo, unanipata sasa? Kuna majamaa sisi tuliwaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo? Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii Bungoma ndio bedroom yetu, si ndio? Yale maneno ambayo tunaamua Bungoma ndio maneno yataenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale hadi wanakula kwa niaba yetu. Hadi wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe! Sema tawe! Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Bwana wana wajangu. Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, mara nyingi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema riswa. Tunasema riswa. Wakati wa jamii ya Muluya kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kundi kwa matanga, tunasema nini? Tunasema nini? Tunasema nini? Watu wetu, wacha niwaambie, hii Kenya hii kumekuwa na president kutoka kwa jamii mbili, si ndio? Jamii mbili peke yake. Leo hii mtoto wa Kenya akizaliwa anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, akiweko Jemzi, wa Borana, wa Masai, wa Pokot, yule mwenye amepewa hiyo fursa ya kihistoria ni jamii ya Muluya. Mnakubali ama mkubali? Twende kwa meza, tuende kwa meza. Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tutakampenia sahihi. Tutaenda kukaa kwa meza, tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio? Bandu baba mmoja mliluju titi, kujua mulu bofu, si ndio? Ameka bechanga karienu. Saka bechanga rio, kwanza kulioa bari tawe. Wakati ya watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda, inakuja 2007. Tumelona watu yangu. Bandu baba mbole, regara shambole. Na wama nano wakebili la kosi. Wakebili la kosi. No kana sipande tawo jo ime sipande. No na sipande no kwanja kurejeza chukura. Mauli ya bandu bafwe. Kura yako, mingao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama naona gani? Jambo la mwisho, mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walitudanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui, watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu Mhindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mchana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kama Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua
Tinda wameua jinari. Wanaua watoto wetu, mambo yanafika wapi? Homa kulizima. Kumutambo. Mapendeleo. Kabila. Free. Hizi mko chonjo. Kuna majama mpaka sasa. Ndugu yangu huyu ambaye alikuwa bosi yangu, nilikuwa Harambee House, anaitwa Mati. Hamjambo tena. Haya, wacha nisikie Harambee. Harambee. Eti Bungoma mna